demonstration safi na bora ya mfumo wetu wa afya. Huu ni mfumo bora ambao umejumuisha mambo yote yanayohitajika katika kituo cha afya. Yawezekana wewe ukawa na dispensary, yawezekana wewe ukawa na polikliniki, yawezekana wewe ukawa na health center, yawezekana wewe ukawa na district hospital, ukawa na regional hospital, ukawa na any facilities katika level yoyote ulionayo. Mfumo huu utakusaidia katika operation zote za kiuendeshaji. Hebu tuone namna gani ambavyo unaweza ukaendesha shughuli zako za kimatibabu kwa kutumia mfumo huu. Hii ni administration account. Ina function zote, ina features zote. Kama unavyoona hii ni account ya admin. Sasa mimi nataka niingie kwa account ya user mmoja mmoja ili tuone namna gani mfumo unafanya kazi. Sasa nataka nitoke kwenye hii account ya admin ambayo ina features zote za kiutendaji, nije kwenye account ya kwanza. Ya kwanza naanza na mapokezi. Mapokezi naweza nikaja kwenye hii account yangu. Hii account ya mapokezi nimeipa vitu vichache tu, na unaweza ukamuongezea vitu unavyovitaka mapokezi, kwa sababu kuna jinsi ya kumpa mtu roles au rights za kufanya kadri vile ambavyo wewe unaona kwake inafaa. Sasa mgonjwa anapokuwa amekuja kwa mara ya kwanza, anaanzia mapokezi. Mapokezi atakuwa na hiki kipande kinachoitwa patient management. Akiclick ataona kuna sehemu ya patient register, patient movement, patient transfer. Patient register ndo sehemu ambapo mtu wa mapokezi atakuwa na mandate ya kusajili mgonjwa wake. Mgonjwa akija kwa mara ya kwanza atabonyeza mahali hapa na ataanza kumsajili. Atamuuliza, je, ni mgonjwa wa bima au ni mgonjwa wa keshi? Akiwa ni mgonjwa wa billed, akichagua hapo billed, automatic maana kwamba hapa kuna kiboksi kitakacho display hapa ambacho kitakachokupa mandate ya kuchagua ni aina gani ya bima unaenda kudili nayo au ni mgonjwa na magani unaenda kudili nayo. Sasa mimi nikichagua keshi, maana kwamba nikichagua keshi maana yake na move mgonjwa wa keshi. Nikichagua billed maana yake nachagua mgonjwa wa bima, na kila aina ya bima maana kwamba itakuwa iko installed na unachagua naga ya bima na una move automatic moja kwa moja. So ngoja tuende kwa haraka. Kwa mfano kama hapa ningekuwa nimechagua aina ya bima, ningechagua labda ni bima gani, NHIF, Jubilee, Assembly au bima gani, nitachagua hapa. Lakini inakupa visit type, maana kwamba kwa sababu tayari inakuwa iko connected, maana kwamba utachagua na aina visit ipi, ni normal visit, emergency visit, referral visit, follow-up visit, investigation visit, medical other visit, follow-up na whatever the case. Kama ni normal visit ni normal visit. Maana kama kuna ni bima card, utaweka ile kadi ya bima ambayo unakuwa mgonjwa umekuwa nayo. So mimi sitaki kumove mgonjwa wa bima. Kwa unaweza ka verify kadi. Nimeweka kadi hizi ni kadi za testing, so kadi za live. Hii ni kadi ya testing, so kadi ya live. Ndio maana nimeweka kadi 0045. Hizi kadi za mfumo huu huwa ni za testing, so kadi za live ambazo bima huwa wanatoa. Hizi za kutestia tu. Kwa maana kwamba ni hata kadi za kutesti tayari ziko na mamlaka, zinasoma kule bima. Kwa hiyo maana kwamba hata kama ukifetch hizi hapo ukiandika details zote ziko kwa kadi mfumo huu hapa, maana yake inaweza kupata details zake. Kwa hiyo nikiverify hapa sitaki kutumia mgonjwa wa bima, maana kwamba automatic tuna hapa ina search zile informations ambazo za yule mgonjwa wa bima. Kwa sababu natumia kadi ya testing, maana kwamba nitapata taarifa moja kwa moja automatic zina search kule. Unaona hapa, maana automatic zina search mahali hapa ambapo tayari membership number hii hapa, card number ni hapa, full name Carol Thomas, na hii hapa date hapa, na last authorization is in Chuki on May 4, 2026. Kwa hiyo lakini sasa mimi sitaji kutumia masuala ya bima hapa. Hapo unaweza authorize by fingerprint, ukachagua which kind of finger, na kama umeconnect scanner yako inaweza kuchagua aina ya kidole na authorize au authorize direct. Nikisema ni authorize direct, maana kwamba automatic inaweza nikapata authorizations number ambao nika authorize card, maana naweza kupata authorization number na kila kitu. So kwa mfumo wa
authorize au kutuma wagonjwa wa bima, nataka tu nionyeshe kwa upande wa wagonjwa wa direct. Ukiangalia hapa kadi iko rejected. Kwa nini? This patient appear to have been admitted at Mchuki ili hapa and has not yet been discharged. Kwa tayari hatuwezi tukaendelea. So ngoja niendelee tu na wagonjwa wangu wa kawaida wa keshi, tuachane na mgonjwa wa bima. Manake mgonjwa wangu wa keshi, nikija hapa nitachagua ni cash patient. Na cash patient nitaweza kuandika miaka yake, nitaweka jina lake ni Samson James Haruna, maana kwamba nitaweka namba yake ya simu 0658 183445. Nitachagua mental status ya kwake, nitachagua gender ni male, na nitakuja finally register patient wangu. Hii ni hatua ya kwanza kumregister mgonjwa. Very simple kabisa jinsi ya kumregister mgonjwa, lakini hatua ya pili maana kwamba nakuja sehemu ya kumove mgonjwa. Maana yake mgonjwa anatakiwa afanyiwe movement kwenda kwenye idara anayotakiwa kufanyiwa movement. Nitamuona sehemu ya kumove hapa, nitachagua anaenda kumove kwa daktari yupi ambaye anataka akamuone yule mgonjwa, kwa sababu lazima kila daktari awe assigned na mgonjwa. Huwezi kumove mgonjwa au kumpeleka mgonjwa from nowhere. System inahitaji ijue kwamba inaenda kumove kwa daktari yupi ambaye anaenda kumokupa yu mgonjwa. Kwa mimi nitachagua labda ni Dr. Afya ndo anaenda. Kwa system itasema kwamba send for billing. Kwa ni send for billing maana yake hii consultations inaenda kulipishwa kule kwenye bill. Kwa mwisho wa siku sasa huyu mtu wa mapokezi anaweza pia akamwekea Vital, kama umeona kwamba Vital iingiziwe pale mapokezi, au unaweza kumpa manesi station wakaingiza hiyo Vital. Kwa mimi ngoja nimuingizie Vital hapa mgonjwa wangu tuweze kuona. Kwa nikibonyeza hapo nitaona huyu Samson Haruna yuko hapo. Kwa naweza nikaassign vital sign zake hapa automatic kwenye system. Nikaandika zile vital sign, oxygen cycle nikaweka, ndivyo ninavyoona mwenyewe, vile ninavyoona blood pressure, pulse temperature, nikaweka vile ambavyo inatakiwa, nikajaza hizi the expressions, weight, height na kadhalika. Kwa mimi naweza ikaishia tu hapo, nikasave hizo vital sign kama kawaida. Kwa kuishia mpaka hapo tayari mgonjwa wangu anakuwa ashaenda kwa daktari husika. Hebu fikiria, kabla hajaenda kwa daktari husika tayari yule mgonjwa ameenda kwenye billing summary kwa ajili ya kulipisha ile consultation fee. Hebu niende kwenye sehemu ya billing. Sehemu ya billing ambayo nimekuja kuassign, nimemassign mtu huyu hapa, huyu ndio sehemu ya bill. Hii ni account ya bill. Ina vitu vichache. Yeye ana mandate ya kufanya vitu fuatavyo. Ana mandate ya kulipisha, anaanza kulipisha gonjwa wote wale, iwe ni mgonjwa wa inpatient au mgonjwa wa outpatient, anaanza kufanya billing ya kila kitu. Unaona kuna sehemu ya account and finance. Nimempata upande wa pharmacy pia, anaweza kama pharmacy. Unaweza kumpa right zote zile unazoona mtu wa bill afanye chochote anachokuwa. Anaweza kaona cash report, akaona bill report na kadhalika. Sasa mimi nije kwenye sehemu ya kulipisha. Huyu mtu akitaka kuja kulipisha anakuja kwenye account outpatient bills, akija kwenye sehemu ya outpatient bill na kwamba anakwenda kumlipisha mgonjwa ile consultations. Kama mapokezi hawalipishi, maana kwamba kuna chumba kingine cha kulipisha, maana kwamba huyu anakuja kulipisha kwenye consultation bills. Akija kwenye consultation bills hapa, maana yake tunakuja kumuona mgonjwa wetu yuko hapa Samson Haruna, huyu hapa anatakiwa kulipa shilingi 5,000. Kwa mimi get payment mahali hapa automatic, nikisubmit daktari anaenda kumuona yule mgonjwa. Tayari mapokezi ameshatuma, tayari malipo ashalipisha. Kwa hiyo kinachobakia daktari akamuone yule mgonjwa. Hebu na kuonyesha clip ya pili inayoonyesha namna gani daktari anaweza akafanya nini, akampokea mgonjwa na akaandika vipimo vyake na vikaenda kulipishwa na akavipima maabara na baadaye daktari akaona majibu. Very simple, very clear, chap, wala haina shida yoyote ile. Clip ya pili inaonyesha hayo step ya pili namna gani ya kufuatilizia hatua kwa hatua.